Hapa tunapatikana ndani ya district ya Ganjo Premier katika station ya Bushaku, na tunaona mzee hapa ambaye atatupatia mafasirio kidogo kuhusu mikutano ambayo imefanyika leo kwa ajili ya sadaka ya radio yetu RTK. Jambo mzee. Kwa majina we ni nani? Asante sana. Na kiukweli unaimba katika kwaya gani mzee? Asante. Na kuhusu mikutano ambayo imefanyika leo, labda ni kitu gani ambacho umeona kimekufurahisha? Nimefurahi kwanza kuona watumishi wa Radio RTK walikuwa kuzuru. Hasa ilikufurahisha sana kwa kuwa watu wengi walikuwa wakiwasikiliza kwenye radio yetu ya RTK, lakini wamefurahi sana kwa kuwa wamefika hapa tukiwa pamoja na mtumishi Yefesha Kasi Abubakar ambaye tulikuwa naye hapa kwenye mlima wa Bushaku ya Kivu. Asante sana. Na je, kuhusu makwaya ambazo zimeimba, labda umebarikiwa kiasi gani kupitia nyimbo za leo? Tumebarikiwa sana kwa sababu kulikuwa korale nyingi ambazo zilihimiza watu kwa ajili ya utoaji wa sadaka ya RTK, kwa ajili ya kuisapoti kupitia Injili kwa kile mtu anachokuwa nacho katika mkono wake, ikiwa ni pesa, mafikara na vinginevyo, kwa ajili ya kuendelesha Injili ya ujumbe wa malaika watatu na waini. Asante sana. Na labda ujumbe gani ambao unaweza kutoa kwa wale ambao watakusikiliza kwenye mtandao au wale ambao watafuata vitu ambavyo vimepitika katika mikutano ya leo? Ni shauri gani ambao unaweza kuwapatia? Naweza kutoa shauri nzuri ya kusapoti radio hii, radio ya RTK, kwa sababu inahubiri Injili mahali ambapo sisi wenyewe hatuwezi kufikia, mahali ambapo tunawezi kutembea, lakini kuna mahali tunawezi rudilia kupitia miguu yetu, lakini kuna nafasi mbali sana ambapo nasi hatujui. Tunasikia watu wengi wanatoa ushuhuda kwa ajili ya radio RTK na watu wanatubu na wanabatiziwa. Naihimiza kila makorale, kwa sababu mimi ni mwimbaji hata nikiwa mzee wa kanisa, lakini tunapokuwa waimbaji, ningehimiza makwaya zote ambazo zinanisikiliza zikiwa pambani na kwa karibu, ili tuungane kwa kusapoti radio yetu ya RTK kupitia nyimbo na hata na sadaka kwa kila sabato na kwa kila mwezi na kila wakati. Kila mwimbaji aelewe ya kwamba kila wakati tunapoungana katika mkono kuhubiri Injili ukipitia RTK itatusaidia sana. Asante sana, tunashukuru mzee. Na Mungu akubariki. Asante. Jambo sana. Naam. Unaweza kujitambulisha na unafanya kazi gani?
kweli watu walijitahidi, walitoa kiasi ambacho hatukuwa na wazia, na wakatoa pesa karibu 4,000 ya dola ya Marekani, na tukashukuru Mungu kwa hiyo kazi ambayo. Mnapopata taarifa za Radio Tumaini Kuu kwamba inafanya kazi, je, katika sehemu hii ya Bushaku mnapata fursa ya kuisikia? Ndio, tunaisikia vizuri sana. Hata kule basi nasema mzuri sana, na watu wa Mungu wanafanikiwa kusikia vizuri. Hata wale ambao sio watu wa Kristo wanafuata wakiwa ni wao, na inatusaidia sana kwa kuhubiri neno ya Mungu kupitia hiyo radio. Watu wanaisikiliza vizuri. Umewahi kukutana na mtu mmoja aliyebatizwa kwa ajili ya redio? Ndiyo, nimewahi kukutana naye, na sio yeye mwenyewe tu, nikizani na wengine watakuja, kwa kuwa kiupekee kuna watu wananifuata, wananiambia eti hiyo redio yenu ya Waadventista inafanya kazi vizuri, na wao tunawaombea Mungu ili aweze kazi Ni unaweza kutoa ujumbe gani kwa viongozi wa redio kwa ajili ya kuboresha kazi ziende vizuri? Nashukuru sana kuboresha vyombo vya redio, na kweli inahitajika sana kusudi watu wote ambao hawajafikiwa bado na ujumbe kupitia redio waweze kupata, na tutawapongeza na zaidi waendelee kuombea washiriki wale wote ambao wamejitoa kwa leo, kusudi ile mahadi zote ambazo wamezipana ziweze kutimizwa. Unatoa ushauri gani kwa waumini wa kanisa la Bushaku na makanisa mengine yaliyokutana leo? Shauri moja tu ni kwamba sote tuweze kumwamini Mungu. Kupitia Mungu yote yanawezekana, na tukiwa na tatizo fulani tuweze kumwonyesha Mwenyezi Mungu, na tukiomba kwa imani yote yataweza kuwezekana. Na wale wote ambao hawakufika leo, labda walizuirika, wataweza kujiunga na wengine kwa utoaji, na wale ambao hawakukuwa tayari, labda hawakuarifiwa mbele ya wakati, waweze kujiunga na wengine, ili tusaidiane kwa kazi ya Mungu, tuone ya kwamba redio itaweza kupata vile ambavyo inahitaji ili tuweze kusikiliza vizuri. Ubarikiwe. Asante sana. Na hapa tuna ndugu Bienfait Shakase Abubakari ambaye tumefurahi sana kumuona. Jambo ndugu. Si jambo. Mambo? Poa kabisa. Asante sana, tunashukuru, tunafurahi kukuona. Vrema ilikuwa siku mingi, tumefurahia mahubiri yako. Sijui labda wewe mikutano ya leo umeionaje? Kwanza niseme asante sana kutupokea. Milima ya Bushaku imenipokea tena, nimeona kuwa ni kitu cha ajabu sana kwa jinsi nimepokelewa hapa. Ninasema Mungu awabariki sana. Asante sana. Nimefurahia baadhi ya vitu ambavyo nimeviona, ambavyo nimevisikia. Kwanza nimefurahia hali ya mazingira ya hapa. Asante. Ni mazuri, yanatulia, yanapendeza na yanabariki. Asante. Lakini pia nimefurahia chakula cha hapa. Nimefurahia chakula chenyewe, kinatoka ardhini, ni chakula kitamu. Kweli Mungu awabariki sana na abarikiwe kwa kazi kubwa aliyoifanya. Kiukweli na kuumba udongo. Naona umenenepa, sijui ni siku mbili umeona nimefurahisha, nimependeza sana. Kiukweli. Nimenyonya pia. Nikisema nimenyonya, nimekunywa maziwa. Yaani hii sauti unayosikia kabisa imetengenezwa na maziwa mazuri ambayo ni matamu, wala hayahitaji sukari kabisa. Nimetumia maziwa na nimekunywa, nimefurahi sana. Lakini kazi kubwa ambayo inanibariki zaidi sana ni ambayo tumeifanikisha leo tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Kulikuwa na mpango mkubwa sana ambao tulikuwa tunauandaa katika field yetu nzima ya jimbo la Kivu ya Kusini.
kazi kubwa ambayo ilikuwa inapangwa ni kuweza kutoa sadaka za redio, na nilipofika hapa sikujua kama itakuwa hivyo, sababu nimeshangazwa. Leo nilikuwa mbele ya watu zaidi ya 1200 ambao tumekusanyika pamoja. Asante. Kwaya zaidi ya 15 na wazee wamejipanga vizuri kutengeneza sehemu ambayo tulikuwa tunakaa, ambako tulifanyia kazi hii. Kweli Mungu awabariki sana. Awabariki sana kabisa. Niseme nini kwa ajili ya utoaji ambao umefanyika? Ninafikiri kwamba pengo ambalo limetengenezwa leo na washiriki wa kanisa la Bushaku, la Luzira na sehemu zingine halitasahaulika mpaka Yesu atakaporudi. Amina. Sababu watu walisimama kujitoa na wakasimama kidete kuweza kutetea Injili katika utoaji, ili kwamba redio na mitandao yote iweze kufanya kazi ya kupeleka habari njema. Hatuna ujumbe mwingine katika siku hizi za mwisho, ni kujua tuko wapi. Tunapojua tuko wapi, tunaona moja kwa moja dalili ambazo zinatokea, dalili ambazo zinaharakisha ujio wa Yesu Kristo. Lakini miongoni mwa dalili kubwa, na niseme inaweza ikawa ndiyo dalili ya mwisho, kulingana na kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 14, ambayo inasema habari njema itahubiriwa ulimwenguni kote kwa ushuhuda kwa mataifa yote, na hapo ndipo mwisho utakapokuja. Ndio maana tulisimama kuja hapa, tutoe pesa, tusukume kazi ya Injili isonge mbele kwa njia ya redio. Redio Tumaini Kuu ambayo ilianza katika mwaka wa 2013 na ambayo ilisapotiwa tena na washiriki wa eneo hili katika mwaka wa 2019. Wabarikiwa. Hatuwezi kulisahau kabisa. Mungu awakumbukie hilo pia. Asante. Lakini katika mwaka huu wa 2026 pia wamesema tutasimama imara katika utoaji. Watu wamejitoa mpaka nimeshangaa, mtangazaji. Asante. Na kazi hii unayofanya ya kuhariri kabisa, ambayo sio rahisi, kwanza tunakupongeza na Mungu akubariki. Asante sana. Kwa hiyo watu wamejitoa, wamenibariki na wamebariki kazi ya Mungu. Asante sana. Wameitikia mwito, na fieldi itakapoona kabisa wanazidi kufanya hivi siku zote zinazobaki mbele yetu kabla Yesu hajarudi, ninafikiri wataombewa ni mibaraka na mibaraka tele. Amina. Unajua, ujumbe nilio nao ambao nitapeleka kule nilikotoka ni ujumbe wa ajabu. Wa ajabu sana kwa jinsi nilivyowaona watu, hata wazee wakongwe kabisa. Unamuona mkongwe hawezi kupata lolote lile, alisimama naenda kutoa. Hii imekuwa ni jambo la mshangao mkubwa sana. Mungu awabariki hao wazee wote. Asante sana. Kitu kingine ambacho kimenibariki sana ni waimbaji. Najua leo nilibarikiwa na nyimbo za Blessing Home Singers. Asante sana. Wameimba na wamenibariki, na Mungu awabariki pia. Asante. Uamsho Kwaya pia, wao pia walinigusa kwenye moyo kabisa. Wanapiga kinanda hao. Wanaimba, wanapiga gita. Niliwaona wazee wanakokota singa kiasi ambacho sijawahi kuona popote pale katika South Kivu Field. Kabisa. Wazee wanapiga besi nzuri sana kwenye gita. Wazee wanapiga solo nzuri sana kwenye gita. Mungu awakumbukie hilo. Asante. Lakini mtindo waliotumia kwa kuchangia ndio ulinibariki sana. Wao hawakuchangia kama watu wengine. Wametunga kwanza wimbo ambao unabeba maneno yanayoimba juu ya redio, na alafu wanapoimba kwamba tunasapoti redio, tunachangia, na mara moja wanaenda kutoa. Kila mwimbaji na bahasha yake. Hilo pia limenibariki sana na sitawahi kulisahau, limebana hapa kwenye ubongo wangu. Asante. Mungu pia awabariki kwa hilo. Jamani, kazi mnayofanya ya kuhubiri Injili kupitia nyimbo msiiache. Najua Biblia inasema kweli kwamba kazi ya kuhubiri itakoma, lakini uimbaji tutaufanya mpaka mbinguni. Hata mimi mwenyewe sijui kuimba, lakini mbinguni ninajua nitaimba. Nitaimba na ninyi Blessing. Asante sana. Sijui kama mnanipokea katika kwaya yenu ya... Karibu sana, karibu sana. Kwa hiyo ninajiandaa vizuri niimbe pamoja nanyi mbinguni. Itakuwa kwaya ya wote, na mkufunzi mwalimu atakuwa mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Asante sana. Hiyo siku itakuwa ni siku ya furaha, na labda siku moja tukiwa mbinguni nitakumbuka nilikuwa mlimani Sayuni kule Bushaku, na nitafurahi sana kabisa. Asante sana. Yes. Na tumeshukuru sana kiongozi, labda siku nyingine uweze kurudia. Bushaku nitakuja. Hapa ni nyumbani. Siji kama mgeni, lakini nitarudi kwa sababu hapa ni nyumbani, hapa ni kwetu. Na sio mpaka nipangiwe.
sio mpaka niitwe. Nitakuja kwa wakati wowote ule, kwa sababu ninakuja nyumbani. Asante. Na ninyi kazi ambayo mmefanya kwa ajili ya redio, kweli kabisa, karibu sana nyumbani, mjisikie huru, redio ni yenu na tunawapokea kwa wakati wowote ule. Asante sana. Ndio. Mungu akubariki. Tunashukuru sana. Asante. Na